Yaani mke wangu hawazi, hafikiri, yaani kiujumla hana future ya maisha. Yaani anachowaza ni mapenzi, kula, yaani na baadhi ya vitu. Nakosa majibu. Yaani nakosa kabisa. Kaka. Sema sasa. Shida na wewe. Shida gani? Nakumisi. Umenimisi. Hivi unajielewa? Hivi una akili timamu wewe? Hilo neno ni swali liko, yani hilo neno ni la kuongea mbele ya shemeji yako. Ni hilo neno ni la kuongea mbele ya huyo mtu. Linafaa kweli? Wewe kweli zipo? Toka. Nenda huko. Kwani changamoto ni nini hapa? Mbona kama vile unamgombeza shemeji sana? Nimekwambia kaka, huyo anachoanza ni mapenzi. Lakini haki ya mwanamke kupewa ndani ya nyumba ni haki yake. Akili yako nikajua wewe ni mtu ambaye unajua kufikiria jambo. Lakini kwa hivi nilivyosikia tu maneno yako, kipaumbele kwako ni mwanamke apewe haki yake. Ndivyo inavyotakiwa. Basi wewe pia hauna future maisha kama yeye, na kujumlisha kule kule, kwa sababu mwanamke anatakiwa afikirie vyote, kwa sababu yeye anachofikiria ni ya leo, kesho hamna. Kwa hiyo unasemaje? Bado yeye kama mwanamke anadai haki yake. Wewe unasemaje? Yaani wewe umpe haki yake mke wako, sio wewe kwanza kumnyima mke wako haki yake. Vipi akaja kutoka ndani ya nyumba kaenda kuchukua haki kwa mtu mwingine? Aende. Mimi simtaki mwanamke ambaye fikiri, yaani hafikiri maisha, hana future na maisha babu. Brother, naomba nisikilize mara moja. Naomba nisikilize. Yule si ni mkeo, umepata kuweza kumuoa. Kama umempenda ni haki yako wewe kumpa tendo la ndoa.